Mkataba wa Rais William Ruto na kinara ODM Raila Odinga utasuluhisha changamoto zinazowakumba wa Kenya. Na mtandaoni maoni yanazidi kumiminika. Kuna usemi wake hapa Rehema Achieng anayesema, nimechoka na mkataba kama huu. Kila wakati tunaambiwa kwamba viongozi watashirikiana ili kutatua matatizo ya nchi, lakini mwisho wa siku hali inakuwa mbaya zaidi. Kuna Daniel Mugo anayesema kuwa mkataba huu utakuwa na matokeo mabaya kwa sababu haujajikita katika masuala muhimu kama vile kupambana na ufisadi na kuboresha huduma za kijamii. Anazidi kusema Wakenya wanahitaji kuona vitendo, si maneno. Pamoja na mkataba huu, sidhani kama changamoto za maisha ya kila siku zitabadilika. Na usemi wake Daniel Mugo. Kisha kuna Eunice Kamau anayesema kuwa maoni yake ni kuwa mkataba huu haujapata nafasi ya kutatua matatizo ya msingi. Rais Ruto na Raila wana maslahi yao ya kibinafsi na sidhani kama wataweza kuweka mbele maslahi ya Wakenya. Wakati mwingine mikataba hii ni kama kivuli cha kisiasa. Eunice anasema wamechoka na ahadi ambazo hazijawahi kutimizwa. Kuna Thomas Otieno ambaye anasema ni vigumu kuamini kuwa mkataba huu utatatua changamoto za kiuchumi. Wakati wote viongozi hawa wamekuwa wakichukua hatua za kisiasa ambazo haziathiri kwa njia ya moja kwa moja. Nazidi kusema hali ya gharama ya maisha ni ngumu na hadhani kwa mkataba huo utaleta mabadiliko yoyote. Kuna Lucy Wanjiku. Lucy anasema mkataba huu ni kwa manufaa ya wanasiasa. Wakenya wanahitaji mabadiliko halisi katika maeneo kama huduma za afya, ajira na elimu. Watu wanahangaika na maisha yao kila siku na siamini kuwa mkataba huu utatatua changamoto kubwa za wananchi. Kuna usemi wake Alfred Murithi. Alfred anasema kuwa Wakenya wanahitaji mabadiliko ya haraka, si majadiliano ya kisiasa. Ni usemi wake Alfred. Kuna mwingine hapa anaitwa Ann Wambui anayesema changamoto za Wakenya ni kubwa kuliko maneno ya mkataba huu, na hata nikiangalia hivi sasa mabadiliko ni kidogo sana. Samuel Kibet anasema utekelezaji wa mkataba huu utashindwa kama viongozi hawa hawatakuwa na nia ya kweli ya kutatua changamoto za wananchi kama vile kupunguza gharama ya maisha na kuboresha miundombinu. Kwa hivyo ni hisia za Wakenya ambao wengi wanaeleza kuwa hawaamini kuwa mkataba huo utatatua changamoto zinazowakumba. Kwa hivyo tutazidi kukusanya maoni ya wananchi na kudadavua au kuzungumza kuzihusu kupitia wataalam walio katika studio. Kwa sasa niruhusu nikupe uskani kitu. Na asante sana Harriet Chimea kutoka Studio C hapo. Hisia mseto kabisa za Wakenya kuhusiana na mada yetu hapa studioni kuhusu ndoa ya kisiasa ya chama tawala cha UDA na chama cha ODM. Mazungumzo sasa yanaanza katika Studio A hapa nilipo. Niko naye Kasmuel Makore, mmoja wa vijana kutoka chama cha ODM. Karibu sana ndani ya K24. Shukuru. Niko naye Fanya Mambo Kenothia, wakili, mchanganuzi wa sera na masuala ya kisiasa. Karibu sana ndani ya K24. Asante sana na shukuru. Naam, Kasmuel, kipindi hiki kilianza saa 12 jioni. Tulianza kwa kukusanya maoni ya Wakenya kutoka maeneo tofauti. Wanahabari wetu wamezungumza nao. Na baadaye umewasikia Wakenya kupitia mitandao ya kijamii na bado wanaendelea kuzungumza. Kilicho wazi ni kwamba asilimia kubwa wa Kenya wana ghadhabu, wana hasira, hawajaridhishwa na wanapinga ushirikiano huu wa kisiasa kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto. Utasema nini? Sidhani kama wananchi wanaupinga MOU hiyo waliotia sahihi as much as wanapinga ufisadi, wanapinga gharama ya kimaisha iliyo juu, wanapinga systems za kiafya ambazo hazifanyi kazi. Na hamaki hii iko tu sawa kwa sababu Wakenya ni haki yao kusema kwamba tunahitaji miundo msingi, tunahitaji afya, tunahitaji usafiri, tunahitaji kazi, tunahitaji elimu. Asilimia pia ya watu ambao nimekutana nao, kwa sababu kwa sasa hivi nimejiunga na chama cha ODM, unapata kwamba wanaelewa kwamba hii si matter
Hii si handshake kama tulivyoona katika serikali zilizopita. Utapata kwamba ni coalition, utapata kulikuwa na grand coalition government na vitu kama hivyo. Kuna huo uhuru wa vyama vyetu. Unapata kwamba si sawia na chama cha Mudavadi kwa mfano ambacho kilifanya maja na UDA kikafull chama chao. Sisi kama ODM tumesema kwamba tutasimama kidete kwamba MOU hii yafaa, ninavyoiona yafaa kutusaidia kutekeleza mambo ambayo tumekuwa tukiyapigania kupitia maandamano, kupitia kujaribu kupata mamlaka ya nchi. Tunapata kwamba mambo haya kama tuweza kuyapigania kwenye meza itakuwa vema. Na umepata kwamba MOU hiyo ina agenda 10 ambazo sidhani kama Wakenya wanapingana nazo. Wakenya, kinachowagadhabisha Wakenya ni kwamba katiba yafaa kuweza kusaidia serikali lolote ile la siku, serikali lililo mamlakani kutekeleza mambo haya. So Wakenya, nimesikia maswali mengi ambayo wanayauliza ni kwamba kwa nini lazima tuwe na MOU ya kufanya vitu kama hivyo. Lakini sisi kama chama tumeshinda tukisema mwaka wa 2023 tulienda maandamano kwa ghadhabu iliyo hiyo sawia. Mwaka uliopita sisi tukiwa kama vijana pia tuliondoka tukaenda katika kufanya mapinduzi kujaribu pia kuaddress mambo kama haya. Tunasema kama chama tumesema kwamba tumechoka kupoteza maisha ya vijana kuenda kuwa katika vurumai na vurugu na serikali. Tunasema kwamba tunajaribu approach kama dialogue, ikifanya kazi sambamba, pia isipofanya kazi naamini kwamba kwa sababu sisi ni chama chetu tutaweza kuona tutakaposonga mbele. Bwana Fanyamombo Kinothia, kulikuwa na umuhimu wowote kwa Wakenya kufaidika kutokana na ushirikiano huu wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, ama ni kwa maslahi ya viongozi wachache? Asante sana, mimi ningependa kushukuru. Unajua, kwanza kila mtu kuna mahali anatoka, na kwetu ni pale Dagoretti South. Na rais leo alianza ziara yake pale Dagoretti South. Na mimi ningependa kusema ushirikiano huu wa hawa watu ambao wanaitwa ODM na watu ambao wanaitwa UDA ni ushirikiano ambao umeleta hasara. Wacha tuanze na leo. Kwa sababu tangu wasalimiane sasa, nimeona president sijui ametoa wapi nguvu mpya ya kuzunguka Kenya, anazunguka Nairobi, anatupigia kelele, hata hatukai kwa amani. Sasa wamekuja leo Dagoretti South. Na sijui kwa nini kila wakati rais akitembea nchi hii watu wanaibiwa. Watu wa Dagoretti wamenituma niseme simu zimeibiwa nyingi sana. Jana mliona yale alifanyika Outer Ring na Thika Road. Yaani wanaiba tu mbele ya polisi na hakuna kitu polisi wanafanya. Kwa ningesema hasara ya kwanza kwa mwananchi leo ni kwamba wananchi wameibiwa simu zao, wamama wameibiwa vibeti kwa sababu ya mikutano ya siasa ambayo rais hafai kuwa anafanya kwa wakati huu ambapo wananchi wanaumia. Lakini rais anasema hii ni mikutano ya maendeleo. Wacha nikwambie hivi. Hii ni mikutano kama kuna jina la Kiswahili kama manyuma leo, wacha maendeleo. Kurudi nyuma ni hii. Na nitakwambia sababu ni gani. Shida ya watu wetu wa Dagoretti South haikuwa zile vitu ameleta leo. Nimeona amekuja kufungua zahanati ambayo imekuwa hapo Motoine level. Motoine Hospital has been there. Imekuwa ilitengenezwa na mama yetu Beth Mugo, MP ambaye tulikuwa tunapenda sana. Wacha nikwambie shida ambayo iko Dagoretti South kwa saa hii inaumiza watu wetu sana, na tulikuwa tunataka rais akikuja leo address na haku address. Kuna kitu ambacho kinaitwa Nairobi River. Wanasema wanataka kusafisha Nairobi River. Kwa nini mnakuja kusafisha Nairobi River? Sisi kama Dagoretti South, wakumbuke kwamba title deeds za Dagoretti South Nairobi ni za kipekee. Title deeds za kwetu ni title deed ambazo ni freehold. Kwa hivyo zikiwa freehold, wanakuja wanatuambia wanakuja kuosha Nairobi River. Alafu wanasema wanataka kuingia mita 30 hadi 60. Wamepima, wameingia mpaka kwa bedroom. Unaona beacon imewekwa karibu na pilo yako. Sasa hiyo kwanza haiwezi kubalika kule kwetu. Kwa hivyo hii sasa ODM ikishirikiana na UDA, wanashirikiana na UDA kutunyanyasa sisi. Na tunasikika kwamba tumenyanyasika kwa sababu wamekuja sasa na mambo ambayo hayafanyi kazi. Wamesema hata sio Nairobi River peke yake, kuna tributaries ambazo zinaleta maji kwa Nairobi River huko kwetu. Na president ametoka kwetu leo. Kwa hivyo ni ruhusu hizi tributaries zote. Wanasema wanataka kuja kufurusha wananchi 30 meters. Hiyo ni kumaanisha hiyo constituency inaitwa Dagoretti North na South zitaisha zote. Kwa mimi ningependa kusema muungano huu wao ni muungano wa kuleta hasara kwa mwananchi. Kwanza turudishiwe simu zetu. Number 2, uliona vijana wamejaa pale nje ya State House.
wanadai pesa, walifanywa mobilization wakadanganywa watalipwa, wanadai pesa. Leo kuna vijana pia wanadai pesa ya mobilization. Kwa hivyo mimi naona hii imekuwa hasara tupu. Biashara hazikufanyika, wizi umefanyika, na sisi tunazidi bado kudhulumiwa. Kwa hivyo ningependa kusema rafiki yangu Kasmuel hapa, unapofika kule kwa baba mwambie vijana hawafurahii. Mwambie sisi kama Wakenya bado tuko na soft spot ya baba kidogo tu. Tunampa grace period, lakini tunaweza kasirika, unajua kwamba ni wote, ulikuwa na kwamba ni wote, ulikuwa unapata maybe kuna unapata kwamba there are several boundaries that are going to be affected. Kama hata ukiangalia wakisema issue kama ya Dagoretti South na Dagoretti Kaskazini. Kwa hivyo ninavyoiona baba alifanya tu matakwa ya Wakenya kwa sababu alizungumza na watu na tuliona mikutano hii na Bwana Kasmuel, matakwa haya yangeshughulikiwa Raila akiwa nje ya serikali, ama ni lazima Raila awe ndani ya serikali? Raila hayuko ndani ya serikali, lakini amefanya ushirikiano na Rais William Ruto kuhusu kutatua masuala muhimu na uzungumzia. Yeye kuwa katika serikali kwa sababu sasa je ana jopo? Je Raila anaweza toa executive order? Je Mheshimiwa Raila anaweza sema kwamba sasa nataka barabara ijengwe? Jana akiwa Kiambu amesema alilazimika kutetea maslahi ya Wakenya kwa kuingia serikalini kupitia mawaziri alionao serikalini ili kutatua masuala muhimu unayozungumzia. Naam, lakini yeye kama kiongozi, yeye mwenyewe hayupo serikalini. Ndio kunao watu ambao wamekuwa karibu na Mheshimiwa Raila ambao wako katika serikali, sikatai. However, tukiangalia baba, nguvu zake ziko limited in terms of actionable things which anaweza sema, kwa sababu inaweza kuwa tu advisory, kwa sababu sasa mtu akiingia for example kwenye executive loyalty yake lazima iwe katika rais, kwa sababu sasa huyo ni mtu aliye katika serikali. Yawezekana kwamba kwa Mheshimiwa Raila ana maono tofauti, lakini at the end of the day lazima ufanye matakwa ya executive. Kwa hivyo naona kwamba the visual inavokaa, lakini mimi baba ni rafiki yangu na ni mentor wangu na ni kiongozi wangu kabisa. Nilivyoona kwamba sometimes tunakuwa unfair kwake kwa sababu bado hajapata mamlaka hayo. Ndio ukiangalia several ministries, hata alipotoa 4 of his officials kutoka kwa chama cha ODM wakajiunga na serikali, unapata kwamba walipotoka katika chama sasa wako katika prerogative ya executive na powers za Mheshimiwa Raila ziko limited kidogo. So kama tutaona any shuffles zikifanyika apatiwe a significant increase, then sasa tunaweza kusema kwamba anazi influence directly, lakini mambo yalivyo sasa naona kwamba Bwana Fanya Mambo, unamsikia Kasmuel anasema Raila Odinga katika nafasi alionayo ya kuwasaidia Wakenya hana nguvu za kimamlaka, lakini hili ndilo wanalosema kuingia serikali kupitia mlango wa nyuma, sio? Kwanza kabisa ningependa kusema tunaambua kwamba baba alidonate experts. Sasa hawa experts ambao alidonate, mmoja alimpeleka kule kwa Ministry ya Finance. Na tukakuta kwamba pesa sasa 1.3 trillion. Na ni serikali yenyewe imetuambia zilitolewa kiholela bila yani huyu expert hata haoni 1.3 trillion ikitolewa, haoni, ana macho. Ni expert wa aina gani? Pesa inatolewa inaenda inatumiwa kiholela, inchi inabaki fukara. Tunakuja hapa tunaangalia Auditor General's report ya jinsi ambavyo pesa zetu zinatumika katika serikali hii. Na nasema hawa experts atatusaidia. Na nashukuru Mungu kwa sababu USAID ni kama walitoa ule ufadhili walikuwa naleta hapa nchini. Ufadhili wao ulikuwa kama bilioni 5. Mtaniwia radhi na mnisamehe wale ambao walikuwa wanaweza kufeed familia zao kutoka pale. Lakini bajeti ya president ya travel, entertainment, allowance ni 27 billion. Mbona tusiambie USAID wakuwe wanafadhili hii travel ya president, alafu sisi hii 27 billion iende kwa mashida ama matakwa ya Wakenya wenzetu. Kwa mimi ningependa kusema sioni chochote cha muhimu ambacho baba ameongezea katika serikali ya William Ruto. Amejiongezea tu shida. Na nilimwambia tu baba, wewe ni rafiki yetu, usikubali kukampeniwa na huyu yuko AU kwa sababu utakuwa na deni. Sasa analipa deni ya ile kampeni alifanywa AU. Mimi ningependa kusema hapa kwamba sisi kama Wakenya haturidhishwi na kushirikiana kwao huku, na mimi unajua mimi nilikuwa Azimio. Lakini wakati baba alijiunga na William Ruto nikajitoa
kwa sababu mimi siwezi kaa pande moja na hii serikali ambayo inanyanyasa wananchi. Kwa hivyo sisi tungetaka kusema hata wale experts hawasaidii. Wewe umetumwa huko kama expert, mnaona shasha shisho tu haifanyi, university funding model haifanyi, hakuna kitu ambacho kinafanya, na unajiita expert. An expert in what? Kuangalia ile mambo ambayo ifanyi kazi alafu waambie wananchi huwezi fanya chochote. Naam. Bwana Kasmuel, wako ambao walidadisi kwamba Raila Odinga alipoteza kiti kile cha AUC kutokana na maovu ya serikali iliyoko mamlakani kwa sasa. Tunazungumzia kuhusu utekaji nyara, hali ngumu ya uchumi. Raila Odinga tena atajipata katika shida kama hii. Tayari Wakenya wanalalamikia hali ngumu ya maisha, wanataka utekaji nyara ukomeshwe, wanataka sheria iheshimiwe. Je, hili litamkwaza kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, japo hatujui ataamua vipi? Mambo haya uliyozungumzia kiongozi wangu Mheshimiwa Raila Odinga pia aliyazungumzia, na mimi napenda kusema kwamba alimwambia rais peupe. Kuna wakati ambao walikuwa wameenda kufanya tour ya maendeleo kule Nyanza, na alipopatiwa kipaza sauti alimwambia rais kwamba anataka utekaji nyara ukomeshwe, anataka kwamba kuwe na vita dhidi ya ufisadi, na ameendelea kusema vitu kama ameendelea kusema mambo haya. Na hata ukiangalia ajenda hizo 10 ambazo ziko katika mkataba huu ambao waliusahihisha Ijumaa iliyopita, unapata kwamba ni mambo yale yale ambayo amekuwa akiyasema, akiyaweka peupe. Na sidhani kwamba Mheshimiwa Odinga anaangalia uchaguzi. Yeye ameamua kuangalia umoja wa nchi, na yeye ndio anaweza sema kwamba anaangalia umoja, kwa sababu ukiangalia hii imekuwa fursa nzuri sana, ingekuwa fursa nzuri sana ya Mheshimiwa Odinga kujipendekeza na kusema kwamba kufanya kazi ambayo naibu wa rais ambaye alitimuliwa anaifanya sasa hivi. Mheshimiwa Odinga angeamua kuenda kufanya rally zake sasa hivi na kuwarai wa Kenya na kuwa inside against serikali iliyomo, lakini amechagua stance ambayo ni rather unpopular. Ndio maana nasema kwamba mimi nampa baba heshima zangu, kwa sababu nikiangalia huu ndio ulikuwa fursa mkubwa kabisa yeye kuweza kujizatiti na kuji-establish kama a premier candidate. Lakini unaposikiza akizungumza, unapomwona akifanya tour zake, hazungumzii uchaguzi. Yeye anazungumzia umoja wa nchi, anazungumzia ukomeshaji wa ufisadi, ukomeshaji wa utekaji nyara, kuimarisha afya ya Wakenya, kuangalia miundombinu ya nchi, kuangalia mambo ya usafiri, mambo ya uchumi na ukosefu wa kazi. Kwa hivyo siwezi zungumzia maono yake ya 2027, lakini naamini kwamba anachokifanya, alivyojitolea Mheshimiwa Odinga, amejitolea ili aweze kufanya kadri ya uwezo wake kutetea watu wa Kenya. Na muona fanya mambo akubaliani na wewe. Lakini mara si moja Rais William Ruto amesema ana uleta upinzani katika serikali yake ili kuwaunganisha Wakenya wote. Tuna tatizo la umoja ama tuna tatizo la kiuchumi? Unajua, kwanza ningependa kusema hivi. Mimi sijaiona mtu ambaye kwanza unafukuza bibi yako, alafu sasa unasema unataka kuunganisha jamii kwa kuleta jirani. Kwanza ufukuze bibi yako, akishatoka nje, alafu sasa uanze kusema najaribu kuleta watu wote pamoja. Utaleta watu wote pamoja wagani na ushafukuza kwanza bibi yako? Hawezi kuja utoe deputy president ambaye mlitafuta kura na yeye pamoja. Alafu uanze kusema sasa bibi ya jirani ndio unataka akuje muunde na yeye nyumba yako ama jamii yako. Lazima kwanza uunganishe nyumba yako pamoja. Kumfukuza kwake Rigathi Gachagua sio kuunganisha Kenya. Rigathi Gachagua na wafuasi wake, na anaposema kwamba anaunganisha Kenya kwa kuwafukuza wengine na kuleta wengine, mimi sijui hiyo ni mathematics ya aina gani anafanya. Pili, ningependa kusema hivi, na hapa ndipo nahitilafiana kidogo na ndugu yangu Kasmuel. Unajua Kasmuel ni ndugu yangu mdogo, tena nampenda sana. Lakini kidogo lazima nimkosoe, nimkumbushe yeye na kuna supporters wa ODM. Na mimi ningetaka kuaddress hasa supporters wa ODM directly. Niwaambie, wakati mwingine ni vizuri sisi kama Wakenya tunatumia akili zetu sisi wenyewe. Kulipokuwa na yale maandamano ya kwanza, kuna vijana wengi sana ambao ni vijana wa ODM walipoteza maisha yao. Sana sana pale Kondele. Na hata hapa Nairobi, Kibra na wapi na wapi. Na nakumbuka hata tukienda hapa City Mortuary. Na nakumbuka tukiambiwa kwamba tumekomboa miili. It was very painful. Serikali iliyofanya hayo maneno, serikali iliyowapiga wale vijana risasi, kwa sababu ni risasi walipigwa, serikali iliyoleta hiyo shida yote, ndio hii
vijana ambao wana support ODM wameenda kushikilia. Ndugu yangu Kasmuel wakati mmoja alipelekwa mbio sana pale kwa maandamano. And I respect him kwa sababu alipigania nchi wakati ambapo kuna wengi ambao wanampiga sahi walikuwa wamelala kwa blanketi yeye akiwa kwa street na wanamchekelea kwa sababu alikuwa anapotelea kuokoa maisha yake. Serikali iliyomaliza Rex Masai, serikali iliyomaliza vijana wengi marafiki zetu ambao tunajua. Ndio hii mnayoshirikiana nayo sasa kufanya kazi nao. Mimi ningependa kusema kwamba ingelikuwa vizuri kwanza kama wangeliomba msamaha. Unajua hata hajaiomba msamaha na tunajiforce kuwasamehea na wajaomba msamaha na hata hajai kuja wakasema tunaona tulifanya makosa. Sisi kwetu hatujasahau kwamba kuna vijana waliofariki. Hatujasahau kwamba kuna vijana ambao hatujui wako wapi hadi wa sasa. Hatujasahau kwamba kuna mmoja MCA ametokelezea juzi hata sijui ametolewa wapi. Na tunashukuru Mungu kwamba amerudi akiwa hai. Kwa hivyo ningependa kusema kabla uende kumsalimia mtu mkono na kusema tunafanya kazi na yeye, jiulize huyu mtu mwaka mmoja miwili iliyopita alikuwa wapi na alifanya dhuluma gani dhidi ya watu wetu. Kasmuel, tazama matukio kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2022. Rais William Ruto alikuwa anamenyana na Raila Odinga, kinara wa chama unachotoka cha ODM. Rais mwenyewe wakati huo akamkashifu aliyekuwa rais mstaafu sasa Uhuru Kenyatta kwa kufanya handisheki na Raila Odinga. Akasema kwamba handisheki hiyo haina demokrasia, haijazingatia katiba na ni haramu. Hii leo tunazungumzia kuhusu handisheki nyingine. Wakosoaji wake wanasema hii ni hali ya kuwa nduma kuwili wa kisiasa. Utazungumziaje hali hii? Nani ndio nduma kuwili wa kisiasa, rais au mheshimiwa? Rais William Ruto. Kwa sababu unajua hata ukiangalia na nimeangalia hotuba hiyo aliyoitoa na hakuisema mara moja, alisema hata akiwa katika nchi za ugenini. Na ndio maana unapata kwamba mkataba huu ni mkataba ambao ni wa aina yake kwa sababu hawajaja pamoja wakasema kwamba hivi ndivyo tutakavyoshirikiana. Ni MOU ambao chama cha ODM kimesema kwamba lazima mzingatie mambo haya kwanza ili tuweze kujiunga nanyi. Ndio maana wanashinda wakisema kwamba kama mambo haya 10 hayatazingatiwa tutajikuta kwamba hatuwezi kuwa katika mkataba huo. Na pia nikiangazia jambo ambalo ndugu yangu mkubwa fanya mambo alisema, naelewa kwamba na mimi pia bado yaniuma kwa sababu nilikuwa katika maandamano hayo. Sifurahi kujua kwamba kuna vijana ambao waliuawa na polisi katika nchi hii na damu yao bado wapata kwamba haijapata haki. Kuna polisi ambao waliuaua vijana mwaka uliopita na bado vijana hao hawatawahi pata haki. Mheshimiwa Odinga, Bwana Rigathi sasa naona kwamba pia tuweza kuweza kumpa fursa afanye mambo yake. Na wakati mwingi viongozi wanapoonekana kuelekea upande ambao unaonekana kutokuwa wa msimamo wananchi wanaitwa wasaliti. Umewasikia Wakenya wengi tu wakisema Raila ni msaliti kwa kuungana na Rais William Ruto. Umelizungumzia hilo. Katika mtandao wetu wa Facebook tuliposema utakuwa hapa kwa mazungumzo, wengi wamekuita msaliti. Ndio. Kwa nini hali kama hii? Mnasema mnatetea Wakenya lakini Wakenya wanaona wasaliti. Nadhani kwamba Wakenya ni watu sijui nitaita Wakenya ni watu interesting kabisa kwa sababu mimi nilipokuwa natoa maisha yangu, nilipokuwa karibu ni wawe walikuwa wanatekeleza vitikinyi katika mtandao wakisema kwamba mimi ningefaa kushirikiana katika Olimpiki katika mbio za kuruka viunzi. Na hiyo ni serikali waliokuwa naiona, serikali wanayopiga sasa hivi walikuwa jaribu kuniua. Na sasa mimi nikasema kwamba yafika wakati ambao lazima mtu afanye mambo ambayo yanaweza kuwa hayaeleweki na wengi kwa sababu msimamo niliochagua nilipojiunga na chama cha ODM nilifanya analysis nikapata kwamba chama kilichokuwa kinatetea haki za watu nilivyokuwa naiona. Pia ukiangalia jinsi mambo na matukio ya kisiasa yaliendelea, ilifika wakati ambapo mambo ambayo tulikuwa tunayapigania yaliweza tuligundua kwamba ni mapigano ya kisiasa. Nikasema kwamba lazima nijiunge na chama ambacho kinapigania
haki za Wakenya, lakini pia pili, chama ambacho kina sauti iliyo kubwa zaidi katika mambo ya kutetea. So nilipojiunga na chama hicho, watu wengi walikuwa wanasema kwamba niliingia katika chama cha ODM, lakini nashinda nikiambia watu, nilipoenda maandamano hakuna mtu aliyenipa barua ya kuenda pale, na pia hakuna mtu atakaye sema huu ndio wakati wangu kutoka maandamano, na wengi wao hawakuwa wanajitokeza. Nilikuwa napata kwamba watu wako katika mitandao ambao hawako katika nchi. Hata mtu kama Miguna alinitumia shilingi 15,000 katika money order. Nikasema kwamba mimi sitaweza kutumia pesa hizo kwa sababu wanashinda wakisema hapana, toka leo, toka kesho, enda hivi. So nikasema kwamba naweza kuitwa chochote, lakini nitachukua amani ya nchi. Heri nitukanwe kwa muda, lakini niwe na amani katika nchi yetu. Bwana Fanya Mambo Kenothia, mmoja wa Kenya ambaye amezungumza na K24 amesikitika ni kwa nini huwa tunafanya uchaguzi wapo baada ya uchaguzi maamuzi ya wananchi hayaheshimiwi, na analizungumzia hili kwa msingi kwamba upinzani unaonekana kuingia serikalini baada ya uchaguzi. Anasema haoni haja ya kufanya uchaguzi tena. Hii ndio hali ambayo inafafanuliwa kama demokrasia hapa nchini Kenya. Asante. Swali hilo ni ngumu, lakini mambo mawili. Kwanza ningependa, unajua mlitaja wa Munyoro Express, mlitaja Rigiji. Ningependa kusema hivi, ningependa kumwambia ndugu yangu Kasmuel, sisi hatujasema kwamba Rigiji amekuwa malaika. Sisi tunamjua Rigiji, amekuja na ubinadamu wake. Na tumekubali kwamba tunajua makosa yake na tunajua uzuri wake. Tulichokitazama sisi ni kwamba Rigiji alipokuja, alikuja upande ambao wananchi wako. Sisi shida tulio nayo, tuna shida tu na uongozi wa William Ruto. Hata si William Ruto tunachukia, ni uongozi wake tu yeye kama rais. Hata tuseme akajiondoa kama leo usiku ajiuzulu hivi, sisi hatuwezi sumbua William Ruto tena. Shida yetu tu ni uongozi wake. Kwa hivyo yeye as a person hatuna shida na yeye, hatuna shida na yeye tu, ni vile tu sasa kama rais atupeleki vizuri. Kwa hivyo tunapopata mtu yoyote ambaye anatusaidia kupigana dhidi ya uongozi mbaya wa President William Ruto, sisi tunafurahia, tunamkumbatia na tunaendelea pamoja. Ningependa kusema uchaguzi wa rais unapofanywa, sisi matumaini yetu ilikuwa tutapata uongozi bora. Huku kushirikiana kwao, kwanza kabisa wameshindwa. Kwa miaka miwili ya presidency ya William Ruto, Wakenya wamepata machozi tu. Unapoangalia nchi zingine kama mahali ambapo sasa tuko na huyu the army captain, tunaona kazi ambayo amefanya kwa miaka miwili mpaka tunashindwa, kwani miaka miwili ya Burkina Faso ilikuwa na siku nyingi kuliko miaka miwili ya hapa Kenya. Kwa sababu hapa mambo ambayo tunaona ni kusikia 1.3 trillion imeenda, sijui Bomas of Kenya tuhuma fulani, sijui abduction na vitu zingine ambazo hazitusaidii sisi kama Wakenya. Kwa hivyo sisi tunatafuta uongozi bora, na tumeangalia tukaona katika William Ruto hakuna uongozi bora, na hapo ndipo tunaelekeza. Nikimaliza kabisa nimsaidie ndugu yangu Kasmuel, mimi singependa uwe na wasiwasi. Kwa sababu kwanza kabisa hakuna kura ya Mkenya ambayo uko nayo. Unajua kuna viongozi kama kuna wengine tulichagua mahali sitataja, wamewachagua wafanye hivi, wanaenda kufanya the opposite. Ingelikuwa ulikuwa umechaguliwa na Wakenya alafu ukaenda ukafanya the opposite ya vile walikutuma ukafanye, tungesema kwamba umewasaliti. Kwa sababu kwa sasa hauna kura za Wakenya, and I want to be fair. Unajua ni lazima tuwe fair. Wewe msikilizaji, let's just be fair to Kasmuel. My young brother hakuna kura alikuwa amepewa na mtu. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye amesaliti. Ingelikuwa mlimchagua alafu akaenda akafanya the opposite ya vile mlitaka afanye, basi tungesema Kasmuel ni msaliti. Kwa hivyo naomba tu kwa heshima, is my younger brother, msimuite msaliti. Yeye tu ameangalia mahali ambapo anaweza kusaidika kama mtu binafsi, na anaangalia pia future yake. He's a young man. Kwa hivyo msimlime sana, we need him tomorrow. Unajua mimi labda nikwambie niko na presidential ambition. Na nikiangalia naonanga running mate hapa miaka ijayo hapo mbele. Kwa hivyo Kasmuel, preserve yourself, maybe wakati utafika utakuwa my running mate. Bwana Kasmuel, tazama mkataba huu wa Rais William Ruto na Raila Odinga una agenda 10 muhimu. Iliyopewa kipaumbele kabisa ni ripoti ya NADCO, lakini kuna masuala mengine muhimu kuhusiana na fidia kwa waathiriwa wa utekaji nyara, masuala ya kiusalama, maslahi ya wananchi, deni la taifa, mambo ya kiuchumi. Kando na swala hili la NADCO, masuala haya mengine ambayo ni muhimu kwa wananchi yanahitaji Raila Odinga kutatuliwa, ama Rais William Ruto anaweza yatatua yeye mwenyewe? Mimi naamini kwamba agenda hizo kama 9 apart from NADCO yaweza kutatuliwa tuna kikatiba. Hata rais hahitaji kufanya jambo lolote. Kama wafanyikazi wa serikali watazingatia tu katiba, shida kama hizi hazifai kuwepo. Lakini
hata ukiangalia shida hizi zimekuwepo kutokana na uongozi mbaya tuliokuwa nao. Na hata tuseme kwamba hakungekuwa na mkataba huu kati ya Mheshimiwa Raila na Rais Ruto, vijana tumekuwa tukisema kwamba haya ndio mambo tunataka yaangaziwe. Kwa hivyo swali langu ni moja, je, tunatofautiana na mkataba huo au tunatofautiana na mambo yaliyo katika mkataba huo, au tunatofautiana na Mheshimiwa Odinga? Kwa sababu unajua swali langu ni mambo yaliyo katika kupata kama fidia na kupata ridhaa kwa waathiriwa wa utekaji nyara au excesses za polisi, ni mambo ambayo ni masuala nyeti. Vita kulingana dhidi ya ufisadi, kuhakikisha kwamba deni la nchi yetu imetumiwa vema, kuhakikisha kwamba chapter 6 ya katiba letu limezingatiwa. Mambo kama hayo ni mambo ambayo sisi sote tumekuwa tukisema, ni mambo ambayo hata ukiangalia wanaharakati wanazidi kusema kwamba mambo hayo yanafaa kuzingatiwa. Je, tunahitaji kwa hivyo swali hilo pia naweza kulirusha kwa watu. Je, tunahitaji wanaharakati basi? Kwa sababu tunajua kwamba tuna katiba na katiba hiyo yafaa kwa yazingatiwa. Lakini Mheshimiwa Odinga ameingia kwa sababu ameangalia kwamba akaangalia nchi inavyoongozwa na akaona kwamba kuna ukosefu wa uzingatiaji wa vipengee fulani katika katiba hii, na lazima kama anaweza kusaidia atasaidia. Na nasema hivyo kwa sababu tumefanya approaches zote, tumeenda maandamano, sasa tumekuja katika meza na tunazidi kuangalia, tunasema kwamba tutaangalia kama kuna mambo yoyote kutakuwa na mipurupuko, tutaangalia tu. Bwana Fanya Mambo Kinuthia, Kasmuel anaonekana kuepuka swala la kisiasa katika ushirikiano huu wa Rais William Ruto na Raila Odinga. Mambo mengi yamefanyika, waliokuwa viongozi wa ODM wamo serikalini kama mawaziri, tunazungumzia kuhusu viongozi wanne. Tayari baadhi ya wabunge wa chama cha ODM wamepewa nafasi katika kamati zenye minofu kuwa wenyekiti bungeni. Je, kuna maelewano nyuma ya pazia kando na yale ambayo tulioneshwa kwenye viwambo vya runinga yetu? Kwanza kabisa ningependa kusema hivi, kamati zile za bungeni zinafaa kuwa kamati za kushughulikia wananchi. Zinafaa kuwa kamati za kutumikia wananchi. Shida tulio nayo katika nchi hii, kamati zile zimetumiwa kama zawadi, zimetumiwa kama ni kama carrot dangling ambayo inatumiwa. Sasa ukipatiana hii unaambiwa tutakupa hii, tutakupa hii, tutachukua hii. Na mimi nasema hiyo ni tabia mbaya katika serikali hii ya kutumia kamati za bunge ambazo zinafaa kuwa nafasi za kutumikia wananchi wetu, zinapeanwa kama kamati za political rewards. Lakini pili na la muhimu ningependa kusema, hebu jiulize wewe kama mwanasiasa, bila William Ruto kushirikiana na Raila Amolo Odinga, siasa ingewezekana Kenya hii? Ukweli ni kwamba haingewezekana. Unajua kuna watu ambao sitataja lakini sahi nikakwambia tu watu kutoka sehemu fulani, endo niletee mechanics 5 ambao wanaongea lugha fulani Kenya hii, ama kapenta 5 ama plumber 5 ambao wanaongea lugha fulani ambao sitataja katika Kenya hii. Itakuwa vigumu sana. Utazunguka hii Nairobi, utazunguka sana, utawapata. Lakini napo nisema hebu nitafutie mechanic 5 wa Kikuyu hapo, you know I come from that, utawapata. Nikisema nitafutie kapenta 5 wa Jaluo, utawapata. Politics pia kuna kitu inaitwa control of violence. Na ndio mumeona watu wakiibiwa simu leo. Lazima President William Ruto angetafuta njia ya kucontrol violence ya Nairobi. Na ndio maana lazima angeshikana na Raila Amolo Odinga. Nataka kucontrol violence. Chama chetu kita-field mgombeaji wa kiti cha urais 2027. Kwa hivyo hatujafikiana, hatujafika hapo katika mazungumzo hayo. Kwa sasa chama chetu cha ODM kinaangazia kama tunaweza kuinua maslahi na hali ya maisha ya Mkenya. Ikifika wakati wa uchaguzi, chama chetu kitaweza kueleza kinagombaga. Mwelekezi, naomba tu dakika 30 Fanya Mambo malizie. 30 seconds. Sekunde 30. Asante sana. Nilikuwa na mazungumzo ya pembeni hapa na baadhi ya wakazi wa Nairobi. Wanasema kwamba nchi wamefanya kama mti, mjenzi anaona mbao, ndege unaona makao. Mpishi anaona kuni, mbao, ndege unaona makao. Mpishi anaona kuni na mganga anaona dawa. Baadhi wanasema Raila Amolo Odinga amekuwa mtetezi wa nchi. Na kila mara akiamuka kutetea hii nchi,
anapigwa pingamizi. Kuna kitu kinaitwa business community. Walikuwa namwambia awache kelele, anaharibu biashara. Akitoka nje kutetea serikali, wanasema yeye ni mtu wa kuleta watu wafujo wa kurusha mawe. Akiamua kuketi chini, wanasema yeye ametulia na ili hali serikali nchi inaenda segemnege. Basi Raila akaona kwamba ni heri aingie ndani ya serikali aweze kutatua shida ambazo zinatokea awali hapa na pale, akiwa pale ndani. Hivyo tena mnamlaumu. Swali langu ni je, hawa Wakenya wanataka nini na wanania na nini kwa nchi yao? Unajua kuna jambo moja ambapo mimi ninapenda kusema hivi. Hawa Wakenya tuko na shida moja. Mkenya ni kama ule mtu ambao ametoka nje ya nyumba na hajui pahali anapoenda. Mpaka tu shida imfikie kigafla tu, hapo ndiye anaanza kutapatapa, kumbe nilikuwa nafaa nifanye hili na ili hali niko hapa hivi. So kwa hivyo Kenya sisi wenyewe hatujui pahali ambapo tunatoka, pahali ambapo tupo na pahali ambapo tunaelekea. Asante. Wacha nipate kauli ya bingwa nyuma yako hapo kando. Jenzi ameweza kuwasili hapa, pia nipate kauli yake. Jina lako nani, na pia vile vile mlielekea kwenye maandamano tarehe 25 mwezi Juni mwaka jana, mkapigania masuala kadhaa. Je, unahisi kwamba ile handshake inaweza kutatua baadhi ya masuala ambayo mnaweza kuyapigania? Kwa majina naitwa Peter ama kijana wa chocolate. Mimi mfanya biashara huku town Nairobi. First of all, kwangu sijafurahia sana kwa Gen Z. Nikiongelea kwa Gen Z, hatujafurahia sana juu ya hii handshake, because hii handshake sasa vile ilishikana, sisi tunaona nikaa sasa Gen Z young tutateseka sana. Mbona mtateseka? Je, unadhani baadhi ya mambo ambayo mliyapigania mwezi kutatuliwa kwa namna fulani na mtasaidika? Bado hatujasaidika, because hata last year unakumbuka tukiwa na maandamano, na mimi nilipiga la bullet kwa mguu hapa nikapigwa. But ama ni mwana siasa anafaa kusikia kwanza kilio ya Gen Z. Sisi first of all, kitu ya kwanza, Gen Z wengi tumesoma, hatujapata makazi. Na hata mwanasiasa akiweza simama, ni mwanasiasa ule anasimamia Gen Z we have talents, wanaweza simamia music, art, sport na vitu kadhaa, because sisi young youth ni sisi tumebeba matunda ya nchi, na ni sisi tunaweza fanya hiyo matunda ionekane. Asante. Mwelekezi ananiambia sijui atumie kamera gani uonyeshe mahali ambapo uliweza kupigwa ile rubber bullet. Jiongea hapa mbele Wakenya wakuone, labda tuweze kuonyesha mavile ya maandamano hayo. Kamera ni gani? Ndio hiyo. Na sasa mpatie mwenzako kupaza sauti hapa mbele kidogo, ama una mwenzako hapo nyuma pia aweze kupeana maoni yake. Bingwa amesema ni rahisi sana kwa Mheshimiwa Raila kuweza kupigania wananchi akiwa ndani ya serikali. Wilbaro ibebe tingatinga. Hisia zako ni zipi? Hisia zangu ni rahisi, Mimi nitaongelelea Gen Z, strictly Gen Z, Na Gen Z naongelelea Gen Z wale wenye wako Dandora, Mathare, Kibera, kwa streets. Democracy means power belongs to the people, for the people, by the people. Make sure you understand that democracy, that power is in your hands, So do not let usiache politicians to corrupt akili. Wacha tuishi kimoja venye tulipaint the flag of our country, how we love our country, how we love Kenya, and we want Kenya to move forward. Wacha tubaki na hiyo spirit, Wacha tubaki na hiyo spirit ya kuweka Kenya pamoja, kwa sababu white ni peace, red ni blood, na black ni our skin, and green ni vegetation. So let's make sure that we live together to kaa in peace. Let's not keep the government or the politicians in our minds. Tubaki as Gen Zs na a spirit of togetherness. Asante. Asante. Mpatie mwenzako hapo bingwa kutoka kongamano la mapinduzi. Wakenya tuangalie wapi hivi sasa, kwa maana ni kweli wengi wanahisi kusalitiwa, labda kwa wale ambao wanahisi wamesalitiwa sana na ile handshake. Wafanye nini labda kuona kwamba wanapiganiwa na labda maslahi yao yanaweza kuangaziwa kwa kina?
sisi kama Wakenya, shida ambazo tuko nazo, vijana wana kazi, cost of living iko juu, vijana wanashikwa kiolela, arbitrary abductions zinaendelea. Inchi iko na shida, mishahara za serikali zinachelewa. Kila unakoangalia kuna shida. Kisha ile suluhisho ambayo tunaletewa, tunaambiwa ati kuna NADCO report. Sasa sisi kama wananchi, serikali imetupatia jukumu, Article 1, all sovereign power belongs to the people. Wanasiasa wanakuja wanatuambia tujenge nchi, lakini nchi haitujengi. Jinsi ile ambayo tunaweza tumia ili nchi iweze kutujenga ni sisi kama wananchi tuzidi kukaza kamba. Kwa sababu hiyo report ambayo wameleta, lazima tuendelee kuweka pressure ndio wakuwe na uwajibikaji, wakuwe accountable kwa wananchi. Report ambayo wameleta, na hii nadhania ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Tukiangalia kikatiba, Article 255 inasema hii mambo lazima iletwe na referendum. Hii wanajaribu kureorganize serikali kwa kiundani. Hiyo ni subverting the constitution. Wanaikiuka katiba. Na hii NADCO report, hii ni jeneza la kisiasa. It is a political coffin. Hii ndi itapeleka Raila na Ruto to political oblivion. Mimi naona vijana wajipatie jukumu, vijana waanze kuchukua responsibility, kama wanasimama wasimame, kama wanachukua uongozi mitaani kwa vikundi vyao wazichukue, lakini kutegemea wanasiasa au ile Kenya mpya iliisha. Hii ni ile Kenya ya kitambo iliisha. The old Kenya is dead. Hii ni Kenya mpya. Sasa hii kitu tunataka ni kitu inatusongeza mbele. Na kwamba Wakenya progressive pia wajipange, na watu progressive wakisimama wapewe kura. Si tu kusema ati uongozi, lakini kifika kupiga kura atupigi. Gen Z waregister, wachukue ID, waregister kama voters, na warekebishe uongozi ya nchi, kwa sababu hapa naye ambayo tuko wenyewe tunaelekea pabaya. Asante. Nipate kauli ya bingwa hapo kando yako pia vile vile, kauli yako ni ipi? Kweli umesema vijana watokezee, lakini pia kuna mbinu nyingine ambayo labda vijana wanaweza kuchukua, kwa maana ni kweli tunaelekea katika uchaguzi, lakini masuala ni mengi ambayo yanawakumba vijana hivi sasa tunavyozungumza, na umeweza kusema kwamba ile ripoti ya NADCO kwa kiasi fulani haiwezi kumsaidia Mkenya wa kawaida. Vijana wafanye nini? Ni asante sana. Ya kwanza ni kwamba ripoti ya NADCO kwa kusema ukweli haina manufaa yoyote kwa wananchi. Ina manufaa ku create a position of a prime minister. Hiyo sio mambo ambayo wananchi walipiga kura wakitaka. Tungetaka prime minister, tungekuwa na cheo cha ya prime minister wakati wa kupiga kura, lakini hilo halikuwa. Wananchi walipiga kura kwa mambo fulani, uchumi, vijana wapate kazi, na kukuwe na uhuru ya watu kuzungumza yale ambayo watu wanataka. Juzi tu Jumapili tuliona the men in uniform wakitumia vitu machozi kwa kudisperse Gen Z pale kanisa ya Roysambu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo hii kusalimiana kwa Ruto na Raila walisema ya kwamba watapatia watu fursa ya kuzungumza yale mambo ambayo wanataka, lakini even just one day after tukaona ya kwamba vijana hawapewi ruhusa ya kusema yale ambayo hawa wanataka. Kwa hivyo mimi ningesema ya kuwa watu wasalimiane, wasisalimiane, ni kazi ndio wana Kenya wanataka. Na mimi ningemuunga huyu mwenzangu hapa ya kwamba shughuli ni moja, shughuli inajulikana, shughuli ni ile Ruto must go. Asante. Wacha nipate kauli ya dada pale, alafu nichukue maoni ya mwisho labda, sababu naarifiwa kwamba muda unatamatika, lakini kipaza sauti kwa dada pale nyuma apate maoni yake pia. Jina lako nani, halafu sifa zako nzipi? Unasemaji handshake? Kwa majina naitwa Marian Kasina, na nimekuwa nakisikiza hii gumzo wenzangu wanaongea, na jinsi mambo ilivyo, hiyo handshake ijakuja kusaidia Wakenya. Na ukiangalia political class ijakuwa kwa miaka mingi ikifightia for the rights of the working class people. Unaona?
Tebu imagine tunaishi in a country we cannot have access to basic need. And lack of basic need, it's a crime against human rights. Imagine tunaambiwa shifu, sahi hospitali hatuwezi enda. Mambo imechemka. Chakula hatuwezi kula. High cost of living iko juu. Hatuna employment. Hatuendi shule. So zile vitu tulikuwa tunapigania wakati tulienda protest last year hazijatimizwa, na tunasema katiba itekelezwe, iheshimiwe, kwa sababu power yetu kama wananchi iko katika katiba chapter 1 of the Kenyan the people, na lazima tuamke tupigania haki zetu. Hakuna mtu atatupatia haki zetu. Human rights are not given, they are taken, they are fought for. So ambacho rais alisema 2002 kule Royal Institute of International Affairs kuhusu handshake ya Ruto na Uhuru, of which ni the same thing tunaona. Hii mambo yote tunaona ni mchezo ya tauni, hadithi za tauni. Alisema Today, the leader of the opposition is a project of the system. The leader of the opposition is a project of the system and the deep state of government. Ubinafsi inaitwaje? Ubinafsi kwa kizungu inaitwaje? Mbona individualism? Individualism. The epitome of individualism in this government, in our political setup, is President William Ruto. And that's why umesikia wale watu wakisema he must go because he represents the worst in this country today. Asante, narusha poleni muda Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811 *620#. Evuka na Cash Box na Best Now mitabuine ya Kameme TV. Muthegi ni wa Rũrĩrĩ. Muthi ni muthenya wa gatatu, yes, mweri 12 mweri ukiri wa gatatu, yes, mwaka wa 2025. Vuka na Cash Box na Best Now. Thini wa star 317#. Okay, thini wa star 317#. Shawara box yako ya munyaka ushuka kila amount gatata shilingi 70 yaginya shilingi 1000 weka ukemami wena mweka wa besha kumagwa Kameme TV. Imagine kemami bonus ya shilingi 10,000 igira muthi moine yaku. Muthenya muthi unageri adu besha fari cash money. Okay, iguragwa bado jackpot ya shilingi 500. Tadhimu yaku ogere munyaka wa muthi star 317#. Shagara box yako ya munyaka ushoka kila amount gatata shilingi 70 yaginya shilingi 1000. Kema bendo dokirire igere munyaka wa muthi wigire besha weke maudu matiganite. Vuka na Cash Box na Best Now. Twende kazi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Evuka na Cash Box na Best Now mitabuine ya Kameme TV. Muthegi ni wa Rũrĩrĩ. Muthi ni muthenya wa gatatu, yes, mweri 12